kila nikimwamsha kijana wa watu alikuwa haamki kabisa wala hajitikisi. Nikamwagia maji, hakuamka. Nikamwagia maji mara ya pili, hakuamka kabisa. Moyo ukaanza kunienda mbio. Nikukaribishe katika mkasa huu wa neema, mkasa wenye kufundisha, kuburudisha na kusisimua. Kama bado hujasubscribe, fanya kama una subscribe hapa YouTube kama Mr. Qboy_TV1. Pia usiache kulike, kucomment pamoja na kushare. Kumbuka, utakaposubscribe ndipo utakuwa wa kwanza kupata notification kila tunapopandisha episode mpya. Karibu. Ni mimi msimuliaji wako Mr. Qboy. Twende sote pamoja mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii tamu na ya kusisimua ya neema. Basi nilipanda daladala mpaka Mnazi Mmoja, nikageuka nalo mpaka Tabata kutokana na foleni kubwa pale Tabata relini. Ilisababisha kufika nyumbani mida ya saa 4 usiku. Nilipita kwa Mpemba pale Tabata Kimanga, huyo nikaenda zangu mdogo mdogo nyumbani. Nilifika nyumbani nikiwa nimechoka. Moja kwa moja nikabadilisha nguo ili niende kuoga. Muda ulikuwa umeenda sana. Wapangaji wenzangu wengi walikuwa wapo kwenye vyumba vyao. Mimi huyo nikaingia zangu bafuni kuoga. Wakati naoga, ghafla nilisikia kama watu wanakimbizana nyuma ya nyumba. Nikahisi labda watakuwa tu wanakimbiza mwizi, lakini sikufuatilia. Nikaendelea zangu kuoga. Basi nilivyomaliza kuoga, nikaingia zangu ndani chumbani kwangu. Mungu wangu, uso kwa uso nakutana na mvulana chumbani, anatetemeka kwa hofu. Nikatamani kupiga kelele za mwizi, lakini ghafla kaniwahi na kuniziba mdomo. Kisha kaniambia, dada, usiogope, mimi ni mtu mwema. Akatoa mkono mdomoni kwangu, kisha akaniambia, kwa majina naitwa Mudi, ni bodaboda wa Mbezi Magufuli. Nilipata abiria nikiwa kijioni kwangu, nikawa namleta Korogwe, lakini ghafla katikati ya safari alibadilika na kunigeuka, akalitolea kisu na kunitishia. Nilijaribu kupambana naye, lakini alinizidi nguvu. Akaanza kuniitia mwizi. Nikaona nitakuja kufa hapa, nikaona nikimbie. Kadri nilivyokuwa nakimbia ndivyo alivyozidi kunifukuza na kuniitia mwizi. Watu wakawa wananikimbiza. Katika harakati za kukimbia ndio nikaona chumba hiki kiko wazi. Nikaona bora nije nijiokoe. Nikaingia kwenye chumba ambacho ndio hichi chumba chako. Naomba unisaidie dada. Samahani, sina msaada mwingine zaidi yako. Ukipiga kelele watakuja wataniua. Naomba unisaidie. Basi Neema anasema moyo ukatulia. Nikaanza kuona huruma tena. Ukimwangalia ni kijana mzuri tu, anaonekana mpole kabisa. Basi kwa kuwa muda ulikuwa umeenda, akaniomba alale pale. Nikamwambia, utalalaje humu na mimi mtoto wa kike? Akaniambia yeye hana pesa ya kuondoka. Kiukweli moyo ulijaa huruma. Nikataka kumpa pesa akalale hata loji. Akasema hapana, yeye atalala kwenye kochi, asubuhi na mapema atajua afanye nini, maana anaweza akatoka nje watu wale wakawa bado wanamvizia ili waweze kumuua. Ikabidi nimkubalie kishingo upande. Mimi nikapanda kitandani na kujifunika ili niweze kulala, lakini sikupata usingizi kabisa. Nikawa nawaza uzuri wa huyu kijana, jinsi alivyopanda juu kiumbo, alivyojazia. Ghafla nilijikuta nikimvua nguo zote kimawazo, na nikahisi kama ananishika kiuno huku akiwa anailamba asali. Nikajiuliza nitakuwa mtu namna gani nikilala mpaka asubuhi bila kufanya chochote. Lakini nikawa nawaza wapangaji wenzangu watanichukuliaje, ukizingatia mimi ni mke wa mtu na mume wangu yupo safarini. Basi nikawaza pale, nikasema hapana bwana, siwezi kuvumilia huyu kuondoka chumbani kwangu hivi hivi tu. Lazima nifanye kitu hapa, haiwezekani. Hili ni kama embe chini ya mnazi. Waswahili wanasema umeliokota dodo kwenye mchanga. Basi nikashuka kitandani taratibu, nikamsogelea yule kijana, nikamwamsha yule kijana pale huku nikimgusa taratibu. Ghafla kijana kashtuka kutoka usingizini. Nikamwambia, usiogope, ni mimi. Samahani, ninawashwa kwenye kiuno, naomba unisaidie japo unikune kidogo tu. Basi yule kijana kwa kuogopa huku akiwa anatetemeka akaanza kunikuna kiunoni. Kumbe mwenzako nina mpango wangu kichwani, lakini hakutambua. Basi alikuwa akikuna kiuoga, na mimi taratibu nikaishusha ile kanga ambayo nilikuwa nimejifunga kwenye kiuno, huku kiuno changu kikiwa kimezungukwa na shanga ambazo zilikuwa zimekipamba kile kiuno changu. Basi bwana, usiku ule ulikuwa mzuri sana kwangu. Nasema hivyo kwa sababu kijana wa watu alinifanyia vitu ambavyo sijawahi kufanyiwa kwenye maisha yangu tangu nimeanza mapenzi. Ukweli hata mume wangu hajamfikia huyu. Kwanza anajua kubembeleza hatari wakati wa tendo. Ameninyonya sehemu zote, na maanisha sehemu zote, sijui mnanielewa. Kwa kifupi, anajiweza kwenye dunia hii. Kuna watu wanajua bwana. Neema anazidi kumsifia yule kijana. Basi tulivyomaliza kufanya, mimi nikatoka kuoga, nikarudi na maji, nikamfuta na kitaulo, tukalala tena.
Asubuhi saa 11 nikamwamsha ili aondoke, ili wapangaji wenzangu wasimuone. Mambo yakawa mengi kwa sababu kwenye purukushani alizoniambia alipoteza simu, ikabidi nimwandikie namba zangu, kisha nikampa ushauri na nauri. Nikamwambia nimkute kituo cha polisi Tabata ili tufungue jadala la kuibiwa pikipiki. Akasema sawa. Basi akaondoka na mimi nikaanza kujiandaa. Nilipomaliza kujiandaa pale, nikaenda mpaka kituo cha polisi, nikamkuta ameshaandika kila kitu. Nikaondoka naye mpaka Kariakoo, nikaenda benki, nikatoa kiasi cha pesa, nikaenda kumnunulia simu, tukasajili laini pale, kisha tukaagana kwa miadi ya kukutana baadaye. Siku hiyo nilishinda sijielewi kabisa, maana matukio yote ya usiku yakawa yanajirudia tu. Nawaza jinsi kijana alivyompita mbali mume wangu, nikawa naona kama nimechelewa kumjua vile. Mume wangu hakuwa romantic kabisa, yani nyie acheni tu. Uvumilivu ukanishinda, ikabidi nifunge biashara pale chap bila kuaga mtu yoyote. Nikamfuata mpaka Kimara Korogwe. Kufika maeneo yale yaliyonielekeza, nikawa nampigia simu yake inaita bila kupokelewa. Nilikaa kituoni mwa daladala sana, nikakaa pale zaidi ya masaa mawili. Kila nikipiga hapokei, kila nikipiga hakupokea simu. Nikaamua kuondoka, ukizingatia muda ulikuwa umeenda, hivyo sikurudi tena Kariakoo. Nikaenda zangu kwangu, lakini nikiwa nimejawa na mawazo mengi sana. Ilipofika saa 3 usiku akanipigia simu, akasema pikipiki ilikuwa sio yake, hivyo walienda polisi na bosi wake anamtuhumu kuwa yeye ametengeneza mchongo wa tukio zima ili auze bodaboda yake, hivyo anatakiwa kulipa. Nikaguna kidogo, kisha nikamwambia aje maeneo ya nyumbani kwangu. Basi yule kijana akaja. Alipofika mimi nikashuka mpaka loji moja maeneo ya Kwasai pale, nikachukua chumba. Kilichoendelea hapo ni story tofauti kabisa. Nilipata raha ambazo sijawahi kupata. Tulipomaliza tukalala. Asubuhi ilipofika, kila nikimwamsha kijana wa watu alikuwa haamki kabisa wala hajitikisi. Nikamwagia maji, hakuamka. Nikamwagia maji mara ya pili, hakuamka kabisa. Moyo ukaanza kunienda mbio. Nikajua hapa tayari kwisha habari yangu. Kichwani nikaanza kuona picha za gereza, mara Segerea, mara Ukonga, mara Segerea, mara Ukonga.